Na wakaribisha kusikia na kuona video ya 4 iliyo na matumaini katika sayari iliyo na mchafuko. Ulimwengu unatoa dalili zake, Yesu karibuni anarudi. Safari ya anga za juu. Mwanadamu kwa miaka mingi iliyopita alitamani kufika maeneo ya anga za juu. Kabla mwanadamu wa kwanza kufika mwezini, Biblia ilitoa mungu hii ni pana sana, na zifuatazo ni taarifa chache juu ya anga za juu. Tarehe 16 Julai mwaka 1969, Waamerika wa kwanza walianza safari yao kuelekea mwezini huko Florida. Mamilioni ya watu walishuhudia katika televisheni zao Neil Armstrong akiwa mwanadamu wa kwanza kufika na kukanyanga mwezini. Waliacha kibandiko hiki: hapa wanadamu kutoka sayari ya dunia walikanyanga mwezini kwa mara ya kwanza Julai mwaka 1969 baada ya Yesu Kristo. Tumekuja kwa amani kwa ajili ya wanadamu wote. Sahihi kwenye kibandiko hicho ilikuwa ya Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. na Michael Collins. Chini yake sahihi ya Rais Richard Nixon. Baada ya hayo tutazame sayari zingine zilizoumbwa. Sayari ya Mercury. Inakaribia sana jua letu, hivyo joto ni kali na inafanana sana na mwezi wetu, japo ni kubwa kidogo. Haina mwezi unaoizunguka. Sayari hii ni jangwa la mawe na mabonde mengi sana. Sayari ya Venus. Ni sayari ya kupendeza sana unapoiangalia toka angani na duniani. Inazungukwa na mawingu yanayoangaza. Ni ya kupendeza zaidi, hata wakaipa jina la mungu wa kike wa Kirumi aliyesimamia upendo na urembo. Hapa duniani inajulikana kama nyota ya jioni, maana ndiyo inayotoa mwangaza mwingi sana baada ya mwezi wetu. Mwaka wa 1982 vyombo vya Urusi Venera 13 na 14 vilishuka katika mawingu yake ya sulfuric acid na kurusha picha za sayari ambayo ni jangwa la mawe, milima pamoja na mabonde mengi sana. Mlima mrefu sana wa maili kama 7 hivi unajulikana kama Maxwell Monte. Hakuna bahari, mito au maji popote. Hakuna dalili ya uhai. Sayo kitabu kinachoangaza upendo wa Mungu kwa wenye dhambi. Ndiyo sayari pekee iliyoanguka dhambini. Mungu ana sayari zingine ambazo hazikuanguka dhambini. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ufunuo 12 fungu la 12. Wenyeji wa sayari hizo wakiungana na malaika walifurahi na kuimba nyimbo za shangwe walipoutazama uzuri wa kipekee na wa kupendeza wa sayari yetu ilipoumbwa. Ayubu 38 fungu la 6 mpaka 7. Utazamapo binguni, jua, mwezi na nyota zote zinaangaza utukufu wa uumbaji wa Mungu wa ajabu. Toka wakati wa uumbaji, sayari yetu imepitia mabadiliko mengi kutokana na dhambi. Leo ni maombolezo, mafuriko, vita, njaa, magonjwa na ajali za kila siku. Neno la tumaini ni kuwa
kuna Mungu anayejali maisha ya kila kiumbe duniani. Rekodi za mbinguni zinachukua taarifa ya kila mwanadamu anayezaliwa na kuishi katika sayari hii yetu. Zaburi 87 fungu la 1 mpaka 6 na Zaburi 90 fungu la 5 mpaka 12. Katika dunia hii yetu, uzuri wa uumbaji unazidi kutoweka. Misitu inafanywa jangwa, hewa inachafuliwa na vyombo pamoja na viwanda, na nchi na bahari zinazidi kuharibiwa na kemikali hatari na matumizi mabaya. Katika anga za juu, wanadamu wametuma vyombo vya mawasiliano, usafiri, ujasusi na utafiti ambao mara nyingi huonekana kama nyota zinazotembea angani. Vyombo hivi vingine ni vya manufaa na vingine ni vya maangamizi makubwa. Safari ya anga za juu, hata hivyo, zimekumbwa wakati mwingine na ajali za kutisha. Moja ya ajali hizo ni ya chombo cha Challenger mwaka 1986 na chombo cha Columbia mwaka 2003 ambazo ziliangamia pamoja na wanaanga wake. Wanasayansi wakitumia vyombo vya angani wanatafuta sifa, rasilimali na dalili za uhai katika sayari zote, nyota na miezi ya mbali. Kupitia kwa nabii Amosi, Mungu akijua kusudi lao toka awali alisema, wajapopanda hata mbinguni nitawateremsha toka huko. Amosi 9 fungu la 2. Sayari ya Mars. Vyombo vya angani Viking ya kwanza na ya pili zilitua juu ya sayari ya Mars mwaka 1976 na zikakosa kuona dalili ya uhai katika sayari hiyo ambayo ni jangwa lenye mchanga wa pink na dalili za volkano zilizokoma. Pia waliona dalili kana kwamba maji yalipita juu ya nchi hiyo. Mwaka wa 2002, wataalamu wa NASA wakitumia chombo cha anga za juu Mars Odyssey spacecraft walisema wameona barafu ya maji kusini mwa sayari ya Mars. Walisema huenda kama ingeyeyushwa ingeunda bahari mara 2 ya ziwa Michigan iliyopo huko Marekani. Wanadamu wamepoteza vyombo vingi vya angani zikielekea sayari ya Mars. Chombo cha Russia Mars 3 kilipoteza mawasiliano yake na dunia mara tu baada ya kutua sayari ya Mars. Russia pia ilipoteza chombo cha Phobos 1 mwaka wa 1988 na Phobos 2 mwaka 1989. Uingereza na washirika wake wakapoteza Beagle 2 lander ilipotazamiwa kutua sayari ya Mars Disemba mwaka wa 2003. Sayari ndogo na mawe yanayozunguka jua. Katikati ya sayari ya Mars na Jupiter kuna maelfu ya mawe sawa na sayari zinazoizunguka jua. Baadhi ya mawe hayo huonekana kama sayari ndogo zikiwa angani. Mawe hayo yameundwa na barafu na madini mengineyo. Wakati mwingine yameripotiwa kuanguka duniani yakionekana kama nyota inayoanguka toka mbinguni. Wakati mwingine huonekana kama nyota zinazoanguka huko na huko mbinguni. Katika vitabu vya Biblia, mawe kama hayo yametajwa kuwepo. Ayubu 38 fungu la 22 hadi 23. Pendeza sana Jupiter, Saturn, Uranus na Neptune. Ya Jupiter. Vyombo vya angani Voyager ya kwanza na ya pili yalionyesha ni sayari yenye mawingu yasiyosimama kutokana na upepo mkali na sahani zake zinazofifia kwa muonekano wake. Kufikia wakati wa kuandikwa taarifa hii kupitia kwa vyombo vya angani, wataalamu walikuwa wanasema wameona miezi 63 inayozunguka sayari hiyo. Mara nyingi miezi mingi inayozunguka sayari kama hii huwa midogo sana na huitwa miezi kwa sababu inazunguka sayari husika.
Kadri wasomi hawa wanapozidi kutazama anga za juu, wana elimu mpya ya kujifunza kila siku. Sayari ya Saturn. Chombo cha anga za juu Voyager ya kwanza iligundua sahani zinazoizunguka sayari hii ni mawe mengi sana. Wataalamu wanasema sasa wameona miezi 60, lakini uchunguzi wao mwingi wameuelekeza kwa mwezi unaovutia sana wa Titan, unaofikiriwa kuwa na vitu muhimu vinavyohitajika kwa ajili ya uhai. Chombo kingine kilichotumwa na kikaingia katika anga ya sayari hii Julai mwaka 2004 ni Cassini spacecraft. Wakati huo huo walipeana majina ya miezi iliyogunduliwa. Chombo hiki ni ushirikiano wa NASA, European Space Agency ESA na Italian Space Agency ESA. Sayari ya Uranus. Chombo cha Voyager ya pili kilifika eneo la sayari hii Januari mwaka 1986. Iligundua sayari ya Neptune. Watafiti wa anga za juu walisema waliona sahani zinazoizunguka sayari hii na wakasema ina miezi 13 na mwezi wa Triton ndiyo mwezi mkubwa na wa kupendeza sana kuona. Si rahisi kuiona sayari hii nyakati za usiku isipokuwa uwe na darubini yenye nguvu. Sayari ya Pluto. Sayari hii ndogo inasemekana ina miezi 3 na mwezi ulio mkubwa ni kama nusu ya sayari hiyo. Hivyo huonekana kama sayari mbili pamoja zinazokaribiana. Chombo cha pekee kilichotumwa hadi maeneo ya sayari hii kinatazamiwa kufika huko Julai mwaka wa 2015 na kinaitwa New Horizon Spacecraft Pluto Mission. Katika maeneo yanayokaribia sayari ya Pluto, jua huonekana kama mojawapo ya nyota zingine. Watafiti wa anga za na wito wa neno la Mungu unauliza lilo muhimu zaidi ya yote. Mtafuteni yeye afanyaye Kilimia na Orion na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi na kufanya mchana kuwa giza kwa usiku. Yeye ayatoaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndilo jina lake. Amosi 5:7-8. Ayubu naye akamtaja Mungu kuwa ni yeye afanyaye hizo nyota za dubu na Orioni na hicho Kilimia na makundi ya nyota za kusini, atendaye mambo makuu yasiyotafutikana, naam, mambo ya ajabu yasiyohesabika. Ayubu 9:9-10. Utafiti wa anga za juu ukielekea kilele chake, wataalamu walisema mwaka 2002 kuwa wamegundua sayari zingine zinazoizunguka nyota ya 55 Cancri, na wakasema moja ya sayari hizo inafanana sana na Jupiter. Sasa tunafunga safari yetu kuelekea mbinguni kupitia njia ya kiteknolojia ya kisasa. Hakuna ajuaye mbinguni ni wapi, lakini kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunafahamu mlango wa mbinguni. Sasa tunaondoka na kuiacha sayari ya dunia. Tunaikaribia na kulipita jua letu, na hivyo kwa mbali tunaziona hizo nyota za Orion. Katika mojawapo ya nyota hizi pana mlango wa mbinguni, na hivyo tutapitia kwa nyota hii kuelekea mbinguni. Basi tutaingia mbinguni na kupitia katikati ya mji wa Yerusalemu. Mbele yetu pana mlima unaojulikana kama Mlima Zayuni. Hapa pana hekalu nzuri la mbinguni lenye utukufu zaidi. Yesu hapa anahudumu kama kuhani mkuu kwa ajili ya upatanisho ya wenye dhambi wote wanaotubu dhambi zao mbele za Bwana. Baada ya mlango wa rehema kufungwa, huduma katika hekalu hili zitakoma hadi mapigo 7 ya mwagwe duniani. Baada ya mapigo, Yesu atarejea mara ya pili. Hebu tutazame safari yake akija duniani.
Yesu anaondoka na kuyaacha makao yake ya utukufu mbinguni pamoja na mamilioni ya malaika. Sasa anakaribia nyota za Orion na viongozi wakuu wa malaika pamoja na mfalme wa wafalme wanapitia eneo kubwa na wazi katika nyota za Orion. Analikaribia jua letu na utukufu wote wa mbinguni pamoja naye. Wanalipita jua na kukaribia sayari ya dunia. Hii ndiyo siku ya ukombozi kwa watu wa Mungu. Tutashangilia kufufuliwa kwetu na wenzetu kubadilishwa miili yetu na kupewa miili ya utukufu. Kila mmoja wetu sasa ana mwili wa utukufu. Hatutatengana tena na kifo hakina uwezo juu yetu tena. Kwa heri sayari ya dunia tulipoteswa sana na dhambi na majeshi ya yule mwovu. Mbali na nyota tuzionazo, pana makao ya watakatifu. Tutakapoishi pamoja na malaika na wana wa Mungu wa sayari ambazo hazikuanguka dhambini, siku ile Yesu atakaporudi na kutuchukua hadi makao ya milele. Baada ya ukombozi wetu, hazina zote za Mungu zitafunguliwa kwa wana wa Mungu waliokombolewa. Watatembea dunia zingine bila kuwa na safari ya kuchosha. Wana wa nchi hii wataingia katika ulimwengu wa wasiokuwa na dhambi na kushiriki maajabu na elimu yao isiyo na kasoro, ambayo wao wamekuwa nayo vizazi kwa vizazi. Matukio makubwa ya sayari yetu inatuangazia asubuhi hiyo njema ya ukombozi wetu karibu sana mlangoni. Kuinuka kwa haraka kwa taifa la Marekani. Tunaingia kuangalia taarifa za historia ya nchi ya Marekani. Marekani ni nchi inayojulikana kutokana na utajiri wake, amani na ustawi, nguvu za kijeshi na pia makao makuu ya Umoja wa Mataifa na dini mbalimbali. Watu hutoka katika nchi mbalimbali kwenda Marekani kutafuta riziki, masomo au kimbilio. Katika video hii tutatazama historia yake na masuala yake ya kidini. Usomapo kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 11 huelezea tabia, malengo na mtazamo wa siku zijazo za Marekani. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Neno mnyama katika unabii usimamia ufalme. Soma Danieli 7 fungu la 23. Neno nchi katika unabii husimamia eneo lenye watu wachache au isiyo na watu kabisa. Pembe mbili ni uwezo wa taifa hili kiutawala na kidini. Mwana kondoo anayetajwa mara nyingi humsimamia Yesu Kristo. Usomapo Yohana 1 fungu la 29, na hivyo huonekana na tabia nzuri ya Waprotestanti ambao ndio waanzilishi wa taifa hili la Marekani ikaonekana kama mfano wa mwana kondoo. Hatimaye badiliko lake la tabia litamfanya kutajwa ananena kama joka. Picha kamili ya unabii kwamba Marekani hatimaye itafanya mapenzi ya Shetani. Sasa tuingie katika historia ya taifa hili la Marekani na utasikia vile unabii huu wa ajabu unavyotimia. Utawala wa majimbo yafuatayo: Plymouth, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut na Pennsylvania yalianzishwa kama kimbilio la Waprotestanti waliotoroka mateso ya kanisa la Kirumi huko Europa kwa sababu ya imani yao. Jimbo la Maryland lilianzishwa na Lord Baltimore kama kimbilio la waumini wa kanisa la Kirumi. Majimbo mengine kama Virginia, New Hampshire, New York na Delaware yalianzishwa kwa ajili ya kibiashara. Sasa tuangazie taifa hili lilivyoinuka na kuwa taifa lenye nguvu sana ulimwenguni. Ili kupata uhuru wa Marekani kutoka kwa Uingereza,
Ufaransa ulisaidia wapiganiaji wa uhuru wa Marekani wakiongozwa na jemedari wao George Washington. Misaada mingine ya mafunzo ya kijeshi yalitoka kwa watu kutoka nchi ya Poland na Prussia. Wafaransa hawakutoa msaada kwa sababu waliwapenda wa Marekani, mbali walikuwa wanaendelea na vita vya muda mrefu kati yake na Uingereza. Ushirikiano wa vikosi vya Ufaransa na majeshi ya kupigania uhuru wa Marekani kulipelekea kushindwa kwa majeshi ya Uingereza mwaka 1781 huko Yorktown. Ushindi huo ndio msingi wa taifa la Marekani. Rais wa kwanza alikuwa George Washington, aliyetawala kutoka mwaka 1789 hadi mwaka 1797. Wakati wa utawala wake, aliagiza kulipwa kwa madeni yote yaliyotokana na vita vya kupigania uhuru kwa nchi kama Ufaransa na Uholanzi. Pia watu binafsi waliokopesha majeshi ya kupigania uhuru. Sera za Washington kuhusu vita ilikuwa Marekani haitaenda vitani wakati mataifa yanapopigana au kusaidia upande wowote ulio vitani. Wakati wa utawala wake alipata upinzani sana kutoka kwa kiongozi wa chama cha upinzani Democrats aliyejulikana kama Jefferson. Hata hivyo, alikamilisha vipindi vyake viwili vya utawala na akakataa kipindi cha tatu, na hivyo akaacha kielelezo kwa viongozi watakaofuata baadaye. Rais wa pili wa Marekani aliyeshinda uchaguzi wa mwaka 1796 alikuwa John Adams. Rais John Adams alikuwa mwanasheria. Alipoingia madarakani, alikuta vita baina ya Uingereza na Ufaransa vinaendelea, na vita hivi baina ya mataifa hayo viliendelea kwa miaka 20 baadaye hadi Napoleon aliposhindwa katika vita vya Waterloo mwaka wa 1815. Baada tu ya kuchaguliwa kwa Rais John Adams, Ufaransa ukamuita balozi wake nyumbani na wakakataa kumpokea balozi mpya kutoka Marekani. Uhusiano kati ya Marekani na Ufaransa ukaharibika na Marekani ikajiandaa kivita na Ufaransa. Congress ikapitisha kuongezwa kwa majeshi, Marine Corps na jeshi la wanamaji. Kutoka mwaka 1798 hadi mwaka 1800 kulikuwa na vita ambavyo havikutangazwa kati ya Marekani na Ufaransa baharini. Mwaka wa 1800 Marekani na Ufaransa wakavunja makubaliano waliofanya katika mkataba wa umoja wao mwaka 1778. Hata hivyo, Marekani haikuomba ilipwe bidhaa walizonyang'anywa na Ufaransa baharini wakati huo wa vita kati ya mwaka 1798 hadi mwaka 1800. Mbali makubaliano mapya yaliepusha vita kamili baina ya mataifa hayo mawili. Uchaguzi wa mwaka wa 1800 wa urais ulimuondoa John Adams na ukampatia hatamu ya uongozi Rais Jefferson. Ndiye rais wa kwanza Marekani kuapishwa huko mji wa Washington DC, wakati bado mji huo ulikuwa umeanza kujengwa na Capitol Hill bado haikuwa imekamilika. Rais Jefferson ndiye aliyenunua jimbo la Louisiana kutoka kwa Ufaransa. Mkataba wa Louisiana uligharimu Marekani dola milioni 15 ilizolipa kwa Ufaransa. Mwaka wa 1801 hadi mwaka 1805 ilibidi Marekani chini ya kiongozi Rais Jefferson kutuma meli za kivita huko Mediterranean Sea kutokana na maharamia wa kuteka meli, sawa na inavyofanyika leo katika bahari ya Somalia. Rais wa 4 wa Marekani alikuwa James Madison. Wakati wa utawala wake, Marekani ikaingia vitani na Canada, na baada ya kushindwa mara kadhaa kwa Marekani kuiteka nchi nzima ya Canada iliyokuwa mikononi mwa Uingereza, wakaweka mkataba wa amani tarehe 24 Disemba mwaka 1814 na ukapitishwa na bunge la Senate mwaka 1815. Mwaka wa 1816
James Monroe akashinda uchaguzi wa urais na baadaye akachaguliwa kipindi cha pili mwaka 1820. Wakati wa utawala wake, mambo yote aliyoyatenda mazuri yalihesabiwa kwa Secretary of State John Quincy Adams aliyefanya mapatano ya kujipatia Florida. Hivyo alionekana rais asiye na nguvu sana. Baadaye akachaguliwa John Quincy Adams aliyeongoza kutoka mwaka 1825 hadi mwaka wa 1829. Alikuwa na mipango mizuri ya uchumi na kuifanya serikali yake kuinua ukulima, masomo, sanaa na sayansi, lakini kutokana na upinzani kutoka kwa waliomuunga mkono mpinzani aitwaye Jackson wakati wa uchaguzi hakufanikiwa. Rais John Quincy Adams alipokuwa katika kuimarisha uchumi, Jackson na wenzake walikuwa katika kampeni ya uchaguzi ujao. Siku ya uchaguzi, Jackson alimshinda Rais John Quincy Adams. Tarehe 4 Machi mwaka 1829, maelfu ya watu walikuja Washington DC kushuhudia kuapishwa kwa Rais Jackson. Dosari ya uongozi wake ilionekana wakati aliamuru kutumia nguvu dhidi ya jimbo lililotaka kujitenga la South Carolina. Alikuwa ametayarisha majeshi 40,000, lakini mmoja wa wakuu wake Henry Clay akaongoza mazungumzo ya amani badala ya vita. Hivyo Marekani ikajiepusha na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Aliyefuata madarakani ni Martin Van Buren. Matukio yaliyofuatana ni kuharibika kwa uchumi mwaka 1837. Katika Marekani, rais aliye madarakani hulaumiwa kwa shida kama hizi. Tarehe 4 Machi mwaka 1841, William Henry Harrison akaapishwa kama rais wa 9 wa Marekani. Watu walikuja Washington kutafuta kazi. Nyumba zilijaa wageni. Wengine walilala nje ya milango ya White House. Wote waliompigia kura walitaka kazi na waliamini aliyekuwa wa kwanza ndiye wa kwanza kushughulikiwa. Kwa sababu Rais William Henry Harrison hakuwa amezoea siasa na alikuwa na umri wa miaka mingi, alimgeukia Henry Clay kwa mashauri. Henry alimshauri rais kuitisha kikao cha Congress. Rais William Harrison akiwa amechoshwa na waliokuja kumtakia heri na waliotafuta kazi, alikufa hata kabla Congress haijakutana. Baadaye akaapishwa John Taylor kama rais mpya wa Marekani. Kama rais, alikataa mashauri ya Henry Clay na akakataa kuyatia sahihi mapendekezo mawili ya Congress kuhusu benki ya taifa. Vita vya mpakani kati ya Canada na Marekani vilitatuliwa wakati wa utawala wake mwaka 1842. Kipindi hicho ndicho Marekani upande wa kaskazini na upande wa kusini walikuwa wameanza kuchukiana kuhusu swala la watumwa. Kaskazini waliunga mkono kukomeshwa kwa biashara ya utumwa na kuwaweka huru watumwa, na majimbo ya kusini yalikuwa yanataka kuendelea kudhibiti biashara ya watumwa. Mzozo huu uliingia makanisani. Washiriki wa makanisa kama Presbyterian, Methodist na Baptist wa kaskazini na kusini pia waligawanyika. Makanisa yaliyotoka kwa Baptist ni Seventh Day Baptist, General Six Principle Baptist, Free Will Baptist na Free Baptist. Mgawanyiko kama huo uliyakumba makanisa ya Methodist na Presbyterian. Kutoka kwa kanisa la Congregationist kukainuka makanisa ya Unitarian. Dini zingine pia zilitokea. Ili kuunganika katika masomo ya Biblia, miaka ya 1820 wakaanzisha shule za Sunday School Movement. Inasemekana kufikia mwaka 1830 kulikuwa na watu zaidi ya 1600 waliojiandikisha katika Sunday School katika dini mbalimbali.
Mwisho wa utawala wake John Taylor mwaka 1845, bunge zote mbili za Marekani zikapitisha jimbo la Texas liunganishwe na Marekani na liwe jimbo la watumwa. John Taylor alitia sahihi tarehe 1 Machi mwaka 1845, siku tatu kabla ya kuapishwa kwa rais mpya James Polk. Rais Polk ndiye aliyeamua kutumia nguvu za kivita dhidi ya Mexico. Baada ya vita, Mexico na Marekani waliweka sahihi mkataba wa Guadalupe Hidalgo. Vita hivi viliipatia Marekani nchi kubwa, eneo la Arizona, New Mexico, Utah, Nevada na California, pamoja na sehemu ya Colorado na Wyoming. Marekani kwa upande wake ililipa dola milioni 15. Polk aliamini huo ni ukarimu. Januari mwaka 1848, James Marshall alikuwa akijenga kiwanda cha bao karibu na Sacramento, mali ya John A. Suter. Alipokuwa akichimba akaiona dhahabu. Wote waliacha kazi yao wakaanza kutafuta dhahabu. Watu walitoka sehemu zote za mbali kuelekea California. Mwaka wa 1849 akaapishwa Zachary Taylor, na alipoingia madarakani aliamuru majimbo mapya yaunde katiba zao na masuala ya watumwa wayaamue wenyewe. Huku mambo yanayohusu watumwa yakihitaji uvumbuzi wa kina, Rais Zachary Taylor alipatwa na ugonjwa na akafa. Baada ya kifo chake, Millard Fillmore akaapishwa kuongoza taifa la Marekani. Kuanzia mwaka 1853 hadi mwaka 1857, rais aliyekuwa madarakani ni Franklin Pierce. Baada ya Rais Franklin Pierce akaingia madarakani Rais James Buchanan, aliongoza kutoka mwaka 1857 hadi mwaka 1861. Abraham Lincoln alichaguliwa kama rais wa Marekani mwaka 1860. Baada ya hapo, jimbo la South Carolina likataka kujiondoa katika muungano. Sababu waliotoa ni kwamba kwa sababu ndio waliopiga kura kujiunga, wanaweza kupiga kura kujiondoa. Baadaye ikafuata Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Louisiana na Texas, na wakaamua kuunda taifa la Confederate States of America. Jefferson Davis wa Mississippi akachaguliwa rais wa majimbo yaliyonuia kujitenga ya kusini mwa Marekani. Watu walimtazama Lincoln atakavyofanya. Alipoapishwa tarehe 4 Machi mwaka 1861, alichukua msimamo mkali kuhusu watumwa na kuunganisha taifa. Majimbo ya kaskazini yakiongozwa na serikali yalipigana na majimbo ya kusini yaliyotaka kujitenga katika vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vyenye umwagikaji mkuu wa damu katika historia ya Marekani. Lincoln atakumbukwa sana kwa tangazo lake maarufu la kuondoa biashara ya utumwa na kuweka huru watumwa wa majimbo ya kusini. Baada ya vita alisema, hakuna kumwaga damu baada ya vita. Mtu asitazamie kuwa tutachukua hatua ya kuwaua kwa njia yoyote wanaume hao. Alisema damu ya kutosha imemwagika. Tutafute amani kati ya majimbo yetu. Hata hivyo, John Wilkes Booth alimfiatulia risasi Rais Lincoln na akafa. Ilisemwa kama angeishi, angezuia makosa mengi yaliyofanyika baadaye. Aliongoza kutoka mwaka wa 1861 hadi mwaka 1865. Baada ya kifo cha Abraham Lincoln, akateuliwa Rais Andrew Johnson. Alianza mahali Lincoln aliacha mwaka 1866 na akatangaza kurudishwa kwa amani, utengamano na utawala wa kiraia katika majimbo yote ya Marekani. Wakati wake aliangusha miswada mingi iliyoletwa bungeni na Congress, na walitafuta njia ya kumuondoa mamlakani. Jaribio nzito lilikuwa mwaka 1868 na lilishindwa na kura moja
iliyohitajika ili kupata wingi wa theluthi mbili ya kumuondoa madarakani kwa sheria waliotunga ya kumwangusha, na ilikuwa imempata. Jaribio la Senate kumuondoa madarakani kwa makosa hakukufanikiwa na akamaliza kipindi chake, japo alipoteza uwezo wa kuchukua mamlaka tena. Baadaye akaingia madarakani Rais Ulysses S. Grant mwaka 1869, na japo kashfa ya dhahabu ilimwelekea, alimaliza vipindi vyake viwili. Wakati wake uchumi ukaharibika na sehemu zingine biashara zikasimama. Benki ya Philadelphia na New York zikafunga milango yake. Biashara ya reli, biashara ya jumla, mabohari na viwanda vikafilisika. Shida kuu ikainuka. Kawaida chama na rais aliye madarakani hulaumiwa. Kuanzia mwaka 1877 hadi mwaka 1881 alitawala Rais Rutherford B. Hayes. Alipoingia madarakani, wengi wa wapiga kura waliamini hakupata ushindi halali. Mwaka wa 1881 akaapishwa madarakani James A. Garfield. Tarehe 2 Julai mwaka 1881, Rais Garfield aliondoka White House kutafuta usafiri wa gari la moshi. Siku hiyo, rais hakuwa na walinzi na Rais Garfield alitembea kama raia wa kawaida kuelekea kituo cha gari moshi. Mtu aliyeudhika na utawala wake alikuwa akimtazama na mara akampiga risasi kutoka nyuma na kumwambia, "Mimi ni stalwart, na sasa makamu wa rais Arthur ndiye rais." Garfield hakufa mara moja, mbali alipatwa na maumivu makali hadi Septemba na akafa, na makamu wa rais Chester A. Arthur akaapishwa kama rais. Rais Arthur alikuwa rais mzuri, lakini mabadiliko aliyoanzisha yalimfanya asiwe maarufu na hivyo hakupata kipindi cha pili. Mwaka wa 1885, Grover Cleveland ambaye hakuwa ameoa akaanza kutawala Marekani. Mwaka huo akamuoa Frances Folsom wa miaka 20 na alikuwa first lady mwenye umri mdogo sana katika historia ya Marekani. Lakini ujuzi wa kazi yake mbele ya taifa na ofisi zilimfanya kupendwa sana katika taifa. Katikati ya vipindi vyake viwili vya utawala wa Rais Grover Cleveland, alitawala Rais Benjamin Harrison wa chama cha Republican. Rais Grover Cleveland alikuwa wa chama cha Democrats. Mwisho wa utawala wa Grover Cleveland, chama cha Republican kililaumiwa kwa kuharibika uchumi. Mwaka wa 1897 akaingia madarakani Rais William McKinley wa chama cha Republican. Akaimarisha uchumi wa taifa, na Februari 15 mwaka 1898 meli ya kivita ya Marekani Maine ililipuliwa katika bandari ya Havana. Watu zaidi ya 220 pamoja na maofisa wa kijeshi waliangamia. Waamerika wakasema Wahispania waliotawala kisiwa cha Cuba ndio waliotega bomu hilo ili kuwahujumu wa Marekani. Kutoka hapo Marekani ikatangaza vita na Cuba. Marekani ikashinda vita hivyo. Mwaka wa 1898 Marekani na Uhispania wakafanya mkataba wa Paris, na haya ndiyo mapatano. Kwanza, Spain itaachana na madai yake yote ya kisiwa cha Cuba. Pili, Spain itaikabidhi Puerto Rico, Guam, visiwa vya Philippines kwa Marekani. Tatu, Marekani italipa Spain dola milioni 20 dhamani ya vitu vya Spain huko Philippines. Ili kuzuia uhuru wa Philippines, Marekani ililipa dola milioni 170 na ikamkamata kiongozi wa majeshi ya waasi wa Wafilipino. Mwaka wa 1900, Rais McKinley alituma ujumbe wa watu 5 ili kuanzisha serikali ya kiraia. Julai 4 mwaka 1901, William Howard Taft akaapishwa kuwa gavana wa kisiwa hicho. Kuhusu Cuba,
Baada ya vita, Marekani ilikaa kisiwani humo miaka miwili na ikaondoa majeshi yake baada ya kuanzishwa kwa serikali ya taifa hilo. Hata hivyo, Marekani ilirudi tena mwaka 1906, mwaka 1912, mwaka 1917 na mwaka 1920 kurudisha amani na utengamano. Baadaye Rais McKinley alienda huko Buffalo kutembelea Pan America Exposition, lakini kwa bahati mbaya akapigwa risasi katika ghafla yake ya kukaribisha wageni. Alikufa siku 8 baadaye. Makamu wa Rais Theodore Roosevelt akaapishwa kuwa rais mpya mwaka 1901. Alipoapishwa, aliendeleza mipango ya uchumi ya Rais McKinley na hakukubali kubadili baraza la mawaziri. Akiwa madarakani, Colombia ikakataa mkataba baina yake na Marekani ya kujenga Panama Canal. Rais Roosevelt aliamua kutumia nguvu za kijeshi kuunda Panama Canal. Wakati raia wa Panama walipoasi serikali ya Colombia, majeshi ya Marekani yalizuia majeshi ya Colombia kuingia Panama na Rais Roosevelt akaunga mkono uhuru wa Panama. Baadaye Marekani ikafanya mkataba kujenga Panama Canal na serikali mpya ya taifa hilo. Maili 10 ilihesabiwa kuwa eneo la Panama Canal na Marekani ikafanya mapatano na serikali mpya ya Panama kuhusu malipo ya kila mwaka kwa matumizi yake huko Panama Canal. Congress ilipitisha kamati ya ujenzi na uandalizi wa Panama Canal mwaka 1904 na ilichukua miaka 10 kukamilika na iligharimu Marekani zaidi ya dola milioni 375. Meli ya kwanza ilipita Panama Canal Agosti mwaka 1914. Baada ya kumalizika kwa vipindi viwili vya utawala wa Rais Theodore Roosevelt, akaapishwa rais mpya William Howard Taft tarehe 4 Machi mwaka 1909. Rais mstaafu akaelekeza shughuli zake huko Afrika. Kipindi kilichofuata, Rais William Howard alipoteza umaarufu wake na chama cha Democrats wakapata wingi bungeni na hivyo wakaanzisha kampeni ya kuchukua madaraka mwaka 1912. Vita vya kwanza vya dunia. Rais mteule mwaka 1912 alikuwa Woodrow Wilson wa Democrats. Wakati wa utawala wake, vita vya kwanza vilianza. Rais Wilson alitumainia kuepusha Marekani kuingia vita vya kwanza vya dunia. Sababu za Marekani kuingia vitani na Ujerumani. Yafuatayo ni matukio yaliyopelekea Marekani kujiingiza katika vita vya kwanza vya